katika nchi za jumuiya zingine kama Ubelgiji, Ufaransa, Ujerumani zimeshughulikia pia watu wengi kutoka nchi nyingi, sio Rwanda tu, pia Umoja wa Demokrasia ya Kongo, kutoka Liberia, kutoka Sierra Leone na kwingineko. Distinguished members of the press, colleagues, fellow human rights workers and the public at large. My name is Donald Dare. I'm the Chief Executive Officer of the Pan-African Lawyers Union. We are grateful for you to join us today at the PALU Secretariat here in Arusha. And we're grateful also for your continued interest in issues of human and people's rights, justice, and accountability on our continent. Today marks an important step for the Pan-African Lawyers Union, for PALU. Earlier this afternoon, PALU formally filed a request for an advisory opinion before the African Court on Human and People's Rights here in Arusha. At first glance, this request may appear to be just a mere technical legal step. But in reality, it speaks to a much broader and deeper question, and one that has confronted and confounded Africa for decades. And the question is this: how do we ensure accountability for the most serious violations of human or people's rights on the continent? To understand why this request is so important, it is necessary to briefly reflect on the historical and legal landscape of the African continent at this time. Over the past several decades, the African continent has witnessed some of the most serious and tragic violations of human and people's rights, from genocide to crimes against humanity, to war crimes, to widespread and systematic abuses in conflict settings and post-conflict settings. These events have left deep scars on individuals, on families, on communities, on societies, and on institutions alike. Yet alongside these realities, there has been a persistent and troubling pattern: the absence of accountability or inconsistency in accountability. Too often, victims have been left without justice. Too often, perpetrators have escaped responsibility. And too often, legal systems, whether national legal systems, regional legal systems, or international legal systems, have struggled to respond in a coherent and timely manner to these massive violations of human and people's rights. It is within this context that the principle of universal jurisdiction emerges and has gradually been developed as an important tool in the fight against impunity. At its core, universal jurisdiction reflects a simple yet powerful idea: that certain crimes are so serious, so grave in their impact on humanity, that they cannot be confined within borders, that they concern us all, and therefore all states have a role to play in ensuring accountability. One of the most significant illustrations of this principle on the African continent is a case of the former president of Chad, Hissène Habré. After leaving power in Chad, Hissène Habré settled in Senegal. Victims of his regime, of his administration, supported by civil society from Nigeria, Senegal, and across the world, began seeking justice for acts of torture and other serious violations committed during his tenure. What followed was a prolonged period of legal and political back and forth. Senegal initially hesitated to prosecute him. But also, when Belgium, relying on its laws of universal jurisdiction, opened its own investigation and requested for Hissène Habré's extradition, Senegal did not oblige. This raised questions about obligations under international law. This impasse ultimately led Belgium to bring the matter before the International Court of Justice. In its judgment, the International Court of Justice, the ICJ, clarified a crucial legal principle: that under the Convention Against Torture, Senegal had a legal obligation to either prosecute Habré or to extradite him for prosecution elsewhere. The principle of prosecute or extradite. In other words, the ICJ made it very clear that in the face of such serious allegations, inaction is not an option.
a state cannot remain passive. If a suspected perpetrator is present on its territory, it must either prosecute that individual or hand them over to another jurisdiction that is willing to do so. Ultimately, Senegal, working within an African Union framework, created extraordinary chambers in its court, prosecuted Habré, and led to his conviction. This became a historic moment for Africa, not only because justice was delivered, but it was demonstrated that accountability could be achieved through African institutions. But the Habré case is not the only example. In the aftermath of the genocide against the Tutsi in Rwanda, several states exercised universal jurisdiction to prosecute individuals found on their territory, complementing international efforts. Courts in countries such as Belgium, France, and Germany have also addressed crimes connected to African contexts, including in cases arising from the Democratic Republic of Congo, Liberia, Sierra Leone, Rwanda, and beyond. These show that universal jurisdiction has played a real and tangible role in advancing accountability. Yet they also reveal something important and regrettable. In many of these instances, accountability has depended on the initiative of states outside of the African continent, principally in Europe, rather than African states rising up and using a clearly defined and consistently applied African legal framework. So this is what brings us to the present moment. Under the African Charter on Human and People's Rights, under the Constitutive Act of the African Union, under the African Charter on Democracy, Elections and Governance, African states have made strong commitments to protecting rights, to upholding justice, and to combating impunity. However, despite these strong commitments, we see ineffective application, especially when serious and massive violations occur in various African countries. So this leads us to the questions we're asking before the African Court on Human and People's Rights at this time. Are states, principally African states, obliged to prosecute? Must they cooperate with one another in this investigation and prosecution? Do African states have responsibilities beyond their borders? It is precisely these questions that Palu is now placing before the court. This request is not about creating new law. It is about clarifying existing legal obligations and ensuring that they are understood, they are applied, and they are implemented in a consistent and meaningful way across the entire African continent. That is what we have placed before the African Court today, and which it will be deliberating upon in the ensuing months. Habari za mchana, wanahabari waheshimiwa, marafiki zangu, wenzangu kazini, washirika na marafiki. Kwa majina naitwa Donald Dea, ni afisa mtendaji mkuu wa chama cha wanasheria wa Afrika, yani Pan African Lawyers Union au PALU. Asanteni kwa kujiunga nasi leo katika ofisi letu, makao makuu ya PALU. Uwepo wenu tunashukuru na nia yenu endelevu katika masuala ya haki za kibinadamu na za jamii na mambo ya uwajibikaji katika bara letu la Afrika. Leo ni siku muhimu kwetu kama PALU. Mapema alasiri leo, PALU iliwasilisha rasmi ombi la maoni la ushauri, yani request for advisory opinion, mbele ya mahakama ya Afrika ya haki za kibinadamu na za jamii. Ukitazama kwa kwanza, hii inaweza kuonekana kama hatua ya kawaida ya kisheria ya kiufundi. Lakini kwa kweli inazungumzia swala pana na la kina zaidi ambalo limekabili bara la Afrika kwa miongo kadhaa. Swala nyeti ni, je, tunawezaje kuhakikisha uwajibikaji kwa ukiukwaji mkubwa zaidi wa haki za kibinadamu na za jamii? Yaani zile ukiukwaji kubwa kabisa, uwajibikaji utatoka wapi? Tunazungumzia masuala kama mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu,
na kwa jumla uhalifu wa kikatili wa halaiki. Ili kuelewa kwa nini ombi hili ni muhimu sana, ni muhimu kutafakari kwa ufupi kuhusu mandhari ya kihistoria na kisheria ambayo lipo katika bara la Afrika. Katika miongo kadhaa yaliyopita, bara la Afrika limepitia baadhi ya ukiukwaji mkubwa na wa kusikitisha wa haki za kibinadamu na za jamii, kuanzia mauaji ya kimbari hadi uhalifu dhidi ya ubinadamu, hadi ukiukwaji mkubwa na wa kimfumo katika mazingira ya migogoro na baada ya migogoro. Matukio haya yameacha makovu makubwa na majonzi makubwa kwa jamii na taasisi kwa jumla. Hata hivyo, pamoja na hali hili halisi, kumekuwa na mtindo unaoendelea na unaosumbua: kutokuwepo au kutokulingana uwajibikaji. Mara nyingi waathiriwa wameachwa bila haki. Mara nyingi wahalifu wameepuka kuwajibika. Na mara nyingi mifumo ya kisheria, iwe ya kitaifa, iwe ya kikanda, ama iwe ya kimataifa, zimeshindwa kuhakikisha uwajibikaji kwa njia thibiti na kwa wakati unaofaa. Ni katika muktadha huu ambapo kanuni za mamlaka ya ulimwengu, yani universal jurisdiction, imeibuka. Yani mamlaka ya ulimwengu, universal jurisdiction, imeibuka pole kama chombo muhimu katika mapambano dhidi ya kutokujali na kutokuwajibika. Yani nchi moja kukitokea uhalifu aina hizi na hakuna uwajibikaji katika nchi hiyo, nchi zingine zinaweza kusaidia vipi kuhakikisha uwajibikaji? Hiyo ndio swala la universal jurisdiction. Katika kiini chake, mamlaka ya ulimwengu, yani universal jurisdiction, yanazunguzia wazo ambao ni lenye nguvu na ambao linaonekana kwamba inaweza kuwa rahisi, kwamba uhalifu fulani ni mkubwa sana na una athari kubwa kwa ubinadamu, kiasi kwamba hawezi kufungwa ndani ya mipaka ya nchi moja. Unatuhusu sisi sote, na kwa hivyo mataifa yote yana jukumu la kuchukua hatua kuhakikisha uwajibikaji. Mojawapo ya mifano muhimu zaidi ya kanuni hii katika bara la Afrika ni kesi inayomhusu aliyekuwa rais wa zamani wa Chad, Hissène Habré. Hissène Habré alikuwa madarakani Chad, nchi ya Chad. Baada ya kuondoka madarakani, alienda kuishi Senegal. Waathiriwa katika muda wa uongozi wake, wakiungwa mkono na asasi za kiraia, walimfuata kule Senegal na walianza kutafuta haki kwa vitendo vya mateso na ukiukwaji mingine mikubwa ambao walidai kufanywa katika muda wa utawala wake. Kilichofuata kilikuwa kipindi kirefu cha kurudiana kisheria na kisiasa. Ingawa Senegal mwanzoni ilisita kumshtaki, Ubelgiji iliamua kumshtaki na ikatuma ombi kwa serikali ya Senegal kwamba tuletee mshtakiwa huyu apate uwajibikaji chini ya mahakama za Ubelgiji, kutumia mfumo huu wa mamlaka za ulimwengu, yani universal jurisdiction. Ubelgiji ulifungua uchunguzi wake na hatimaye ikaomba Habré apelekwe Ubelgiji. Hata hivyo, Senegal haikumwasilisha Ubelgiji, na pia haikuchukua hatua yoyote mara moja kuhusu ombi hili. Mgogoro huu hatimaye ulisababisha Ubelgiji kuwasilisha swala hili mbele ya mahakama ya haki ya kimataifa, yani International Court of Justice. Katika hukumu yake, mahakama ya kimataifa ilifafanua kanuni muhimu kwamba chini ya mkataba dhidi ya mateso, yani Convention Against Torture, Senegal
ilikuwa na wajibu wa kisheria wa kumstaki Habre katika mahakama zake au kumwasilisha kwingineko ambao walikuwa tayari kutoa mashtaka. Nirudie. Mahakama iliweka wazi, mahakama ya dunia, yani International Court of Justice, iliweka wazi kwamba mbele ya madai ya aina hii mazito, kuchukua hatua sio sawa na haikubaliki. Nchi yeyote haiwezi kubaki kwamba haichukui hatua na hairuhusu wengine kuchukua hatua. Ikiwa mtuhumiwa wa uhalifu yupo katika eneo la nchi fulani, ni lazima nchi hiyo imshtaki mtu huyo au kumkabidhi kwa mamlaka nyingine yoyote iliyo tayari kufanya hivyo. Hatimaye Senegal ikisaidiwa na Umoja wa Afrika ilifanya kazi ndani ya mfumo wa Kiafrika na ilimshtaki Habre mbele ya baraza la kipekee la Kiafrika katika mahakama zake na kusababisha kuhukumiwa kwake. Akahukumiwa na akafungwa jela. Huu ulikuwa ni ishara nzuri ilionyesha kwamba, na wa kihistoria ilionyesha kwamba sisi wa Afrika tunaweza kusababisha uwajibikaji katika nchi zetu ama katika nchi jirani. Kesi ya Habre sio kesi pekee iliyohusu Afrika. Sisi tunaoishi hapa Arusha tunakumbuka mahakama ya kitaifa ya jinai ya Rwanda, yani International Criminal Tribunal for Rwanda, ambayo ilikuwa hapa Arusha na ambayo ilikamilisha pia juhudi za kimataifa katika nchi za jumuiya zingine kama Ubelgiji, Ufaransa, Ujerumani. Zimeshughulikia pia watu wengi kutoka nchi nyingi, sio Rwanda tu, pia Umoja wa Demokrasia ya Kongo, kutoka Liberia, kutoka Sierra Leone na kwingineko. Hii inaonyesha kwamba mahakama zetu hapa Afrika yanaweza kusababisha uwajibikaji kutumia universal jurisdiction. Kwa hivyo hatufai kukubali kwamba uwajibikaji unategemea tu kutoka nchi za ng'ambo. Hii ndio imetuleta katika mahakama ya Afrika ya haki za kibinadamu na za jamii kwa muda huu kuuliza maswali nyeti. Je, mataifa ya Afrika yanalazimika kushtaki? Yanalazimika kushtaki iwe mhalifu amekuwa ni mwananchi wao ama ni mkimbizi kutoka nchi nyingine? Na katika hii kushtaki wanalazimika kushirikiana, yani nchi mbili ama tatu zinaweza kusaidiana katika swala hili la kuhakikisha uwajibikaji. Na je, jukumu hizi ziko katika mipaka yao peke yao ama inaweza kuzidi mipaka katika hii kushirikiana? Ni masuala haya hasa ambao Palu sasa imeuliza mahakama. Ombi hili halihusu kuundwa kwa sheria mpya. Linahusu kufafanua majukumu yaliyopo katika sheria ambao zipo kwa sasa na kuhakikisha kwamba yanaeleweka, yanatumika na yanatekelezwa kwa njia thabiti na yenye maana kote barani. Kwa hivyo hiyo ndio swala nyeti ambao kwa sasa tumewasilisha kwa mahakama ya Afrika ya haki za kibinadamu na za jamii.